Katika maisha ya mahusiano, moja ya kitu ambacho kinaumiza sana na kutesa wengi ni usaliti. Yaani pindi ambapo yule mtu ambaye unampenda kwa dhati akakusaliti, basi maumivu yake huwa yanakuwa ni makali sana. Lakini swali linakuja, je, ishara zipi ambazo nikiziona basi pengine mpenzi wangu ananisaliti kimya kimya? Na ndiyo hasa lengo la somo hili hapa. Tunaenda kuangalia dalili 10 ambazo kama utaziona basi ni ishara tosha ya kwamba mpenzi wako anakusaliti kimya kimya. Jambo la kwanza kabisa, mawasiliano yanaanza kupungua ghafla. Kama mwanzoni mlikuwa mnaongea muda mrefu sana, mnabadilishana mawazo muda wote, mnachati, lakini ghafla unaanza kuona yale mawasiliano yanakata. Sasa hivi hadi umlazimishe sana ndipo muweze kuongea, na ukituma message ajibu. Kifupi, hata ukimwanza anaweza asijibu kwa wakati huo hadi muda ambao atajisikia yeye, au anaweza asikutafute kabisa kama wewe haujaanza kumtafuta. Sasa unapoona dalili hiyo, basi ni ishara tosha ya kwamba yawezekana kabisa penzi hilo limeanza kuingia mdudu. Lakini dalili ya pili, anaficha simu na kubadilisha password yake mara kwa mara. Uko na mtu katika mahusiano, kila wakati simu yake ameweka password na anaweza akawa anazibadilisha mara zote. Naweza kujiuliza hii ikoje? Pengine kuna vitu vya muhimu amevitunza huko ndani, lakini ukweli ni kwamba ni moja ya dalili ya kwamba mwenzi wako pengine na mtu mwingine ambaye tayari kashapanga naye maisha au ameingia naye katika mahusiano. Dalili ya tatu, anakuwa bize kupita kiasi, tofauti na jinsi ambavyo ilivyokuwa mwanzoni. Alafu sio muwazi kwa yale mambo yake ambayo anayafanya. Kama utaona hivyo, basi hiyo sio ishara nzuri. Lakini dalili ya 4, anakuwa na visingizio vingi pindi ambapo unamhitaji kuonana. Kama unahitaji muonana naye kesho, basi atakwambia bwana, kesho kuna vitu fulani navifuatilia, sitaweza kuonana na wewe. Ikifika kesho, ukimpangia siku nyingine, the same, anaweza kupatia sababu ambazo kimsingi ukizifikiria hazina mashiko sana. Sasa hiyo ni dalili ya kwamba huyo mtu tayari kuna njia nyingine anapita tofauti na ya kwako. Lakini dalili ya 5, amebadilika ghafla kimwonekano na mavazi. Ulimzoea mpenzi wako anapenda kuvaa mavazi fulani, labda vazi la namna hii, suruali na shati au sketi na hivi, lakini ghafla unakuja kumwona anavaa mavazi ambayo mwanzoni alikuwa hayavai kabisa. Sasa unaweza kujiuliza nini kimembadilisha? Kilicho nyuma ya pazia hapo ni kwamba kuna mtu amempata na mtu huyo anamhitaji avae mavazi fulani ili mradi waweze kuendana. Sasa ndio maana anashindwa kujizuia, inabidi avae kulingana na mtu huyo ili mradi asimpoteze. Hapo ndugu yangu, fahamu tu ya kwamba penzi linaelekea kufa kabisa. Lakini dalili ya 6, anakukasirikia kwa mambo madogo sana ambayo hayana msingi na ni mara kwa mara. Kosa dogo tu basi anajikuta amekukasirikia, ananuna, hahitaji kuongea na wewe siku 3, 4, 5. Unamuuliza shida nini? Asema umenikosea, kwa hivyo naomba unipatie muda tu niweze kutulia. Unajiuliza ni kosa lile lile au makosa mengine? Sasa kifupi, huwa anatafuta sababu ili mradi aweze kukuacha, na ndiyo maana kosa sio kosa, yeye anakasirika, ananuna, anatoa lugha chafu, mara tuachane. Ukiona vitu kama hivyo, fahamu ya kwamba katika penzi hilo kuna mtu mwingine ameingia katikati yake, na ndiyo maana namtia kiburi cha kuweza kufanya mambo yote hayo. Lakini dalili ya 7, anakwepa sana kujibu maswali yanayomuhusu. Hasa ukimuuliza umetoka wapi, uko sehemu gani. Muda mwingine unaweza akawa na sita kabisa kujibu. Pige tu simu ghafla, hebu muulize uko sehemu gani. Utaanza kuona na sita, alafu baadaye niko sehemu fulani, lakini kwa halisia kuja kuchunguza hayupo katika hiyo sehemu ambayo amekutajia. Kwa hivyo kama unaona ni mgumu kueleza yuko wapi, anafanya nini, wakati gani, basi yawezekana yuko katika mazingira ambayo tayari yuko na mtu mwingine. Kwa hivyo kukuambia ukweli inakuwa ni kipengele. Hilo ni jambo la 7. Lakini jambo la 8, mapenzi na ule ukaribu ambao zamani ulikuwepo, basi unaanza kupungua taratibu.
Kama zamani alikuwa anapenda sana kuwa karibu na wewe, muda wote mnaongea, mnaonana, mnapanga mipango, lakini nowadays kila kitu kimebadilika. Ukaribu haupo tena, hakuna kujali tena, hakuna kusikilizana tena. Yaani penzi unaanza kuona linaendaenda tu na wala haujui linaelekea wapi. Hiyo ni dalili ya kwamba mtu huyo anasaliti kimya kimya. Lakini dalili ya 9, anaonekana mwenye wasiwasi sana pindi ambapo unashika simu yake au kumweleza kitu fulani hivi ambacho kinamgusa moja kwa moja. Hii ipo sana uko na mpenzi wako karibu, imeingia message pale, au kuna mtu fulani amepiga, basi unatamani uchukue ile simu yake uangalie nani anayetuma message au amepiga. Ghafla unaona mchizi anapata wasiwasi sana, au huyo dada anapata wasiwasi, mwisho wa siku anaichukua ile simu. Unaanza kujiuliza, huyu dada inakuwaje amefanya hivi? Nini kipo ndani ya hii simu hadi kinafanya uwe na maswali mengi juu yake? Kwa hivyo lazima utambue ya kwamba hiyo ni ishara ya kwamba pengine kuna mtu mwingine pembeni tayari yuko naye, na ndio maana anapata wasiwasi wa namna hiyo, kwa sababu ndani ya simu hiyo au meseji hiyo basi kuna vitu vya siri vinaendelea. Lakini dalili ya 10, anakosa muda wa kuwa na wewe kabisa. Hana tena muda wa kuwa na wewe kama jinsi ambavyo zamani ilikuwepo. Hana muda wa kuongea na wewe, hana muda wa kuonana, hana muda wa kubadilishana mawazo, hana muda wa kukutoa audi tena. Muda mwanzoni alikuwa anaweza, pamoja na ubizo wake, kazi zake, pilika zake, lakini alikuwa anatenga muda wa kuonana na wewe. Mnaenda sehemu fulani, mnaenjoy, mnazungumza vitu vingi sana, mnaweka malengo. Lakini kwa nini leo? Mbona leo haiwezekani? Ni kwa sababu tayari kuna kitu kingine kimeingia katika hilo penzi. Kwa hivyo anaona kufanya hivyo hakuna maana tena, na huo muda anauwekeza sehemu nyingine. Hayo ndio mambo 10 ambayo ukiyaona ujue kabisa kuna michepuko imeingia kwa siri katika penzi hilo. Sasa wengi tunapoona dalili hizi tunafanya maamuzi ya kuhemka bila kutambua sababu. Lazima ujiulize, kwa nini mpenzi wangu amebadilika? Usije ukamlaumu. Wengi huwa tunapenda kulaumu bila kutambua sababu hasa iliyopelekea. Kaa jichunguze chini. Hebu jiulize, mwanzoni nilikuwa naishi vipi na mpenzi wangu? Mbona leo amebadilika? Nimemfanyia nini? Kuna kosa au ikoje? Chunguza tabia zako, mienendo yako, afya yako na kila kitu kinachohusu wewe. Kama ni mwanamke, angalia pia, je, tendo la ndoa unavyompatia mume wako sasa ni sawa na jinsi ambavyo ulikuwa unampatia zamani? Heshima unayompatia sasa ndio ile ya zamani? Kauli tamu, maneno mazuri, jinsi ambavyo ulikuwa unamjenga zamani na sasa, je, unafanya hivyo? Kama unaona mwanzoni ulikuwa unafanya tofauti na sasa, basi hiyo inaweza ikawa sababu ya kumfanya aweze kuchepuka na kutafuta amani mpya. Kwa hivyo usimlaumu, badala yake unatakiwa ubadilike, ili mradi uweze kumrudisha katika misingi mizuri. Kwa kusema haya, asanteni na karibuni katika darasa la mahusiano kupitia WhatsApp. Namba zangu hizo hapo, njoo omba ushauri, utajifunza vitu vingi sana. Asanteni na niwatakia wakati mwema.